Nikupe kisa kimoja miongoni mwa visa tamu vya akhlaq za bwana mtume. Alikuja siku moja mmoja miongoni mwa katiba wanajeshi wa mtume waliokuwa wametumwa kwenda kuangalia dauriyat katika mji wa Madina. Wamemkamata mtu, wamekuja naye Madina, hawamjui ni nani, lakini mtume alikuwa anamjua. Mateka. Akawauliza waislamu waliomkamata, atadruna man akhadhtum, nyinyi wanajeshi wangu mnajua mmemkamata nani? Wakasema la, hatujui. Akasema hadha Thumama ibn Athalin sayyidu bani Hanifa malik min mulukihim, mliyemkamata anaitwa Thumama ibn Athalin, huyu ni mfalme wa Bani Hanifa kule Yamama. Thumama Yamama kwao, ni mfalme, si mtu wa kawaida, mmemkamata kigogo. Lakini ana historia kubwa huyu na mtume. Kwanza alikuwa akimtukana sana mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha alitia nia hasa kuja kumuua mtume, kisha aliwapiga masahaba. Ina maana hakuwa katika Waislamu, ni mmoja katika maadui wa Kiislamu, bali ni adui wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ghafla moja tu anaonekana mikononi mwa mtume bila kutarajia. Wewe ungekuwa yule adui yako, umeona leo umempata, ungesema leo atanitambua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mnamjua mmemkamata nani? Huyu Thumama. Basi nakuambia ni kitu kimoja, ahsinu asara, mfanyieni uzuri umateka wake, mkamateni lakini mfanyieni ihsani. Ijma'u at-ta'ama wash-sharabu, leteni ijma'u at-ta'ama wash-sharaba fa arsilu ilay, mtafutieni kinywaji, chakula mpelekeni. Watu wakasema chakula hapa sasa hivi haraka hatuna. Mtume akasema nendeni nyumbani kwangu, chukueni chakula kutoka kwa bibi Aisha. Bali chakula kikatoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, nyumbani kwa mtume, anapewa adui wa mtume. Tena chakula chenyewe ni maziwa ambayo mtume alikuwa akinywa, asema Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Sababu katika maziwa kuna kila mambo mazuri na madini yale ya calcium au calcium wanaita wazungu, yale ya kufanya mifupa inakuwa strong, yamo katika maziwa kwa kiwango kikubwa na kizuri sana. Basi mtume anasema ukila chakula chochote alikuwa akisema alhamdulillah, Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu, isipokuwa maziwa anasema wazidna minhu, tuongezee. Basi anasema mpeni maziwa Thumama ibn Uthman, adui mpeni maziwa. Kapelekewa maziwa, akapiga glasi za maziwa, ametulizana. Mtume akamwasha kwanza, wanafanya shughuli zao, amefungwa katika nguzo za msikiti. Mtume akamfuata baada ya muda, akamwambia una habari gani Thumama? Galia jibu alilomjibu mtume, akamwambia inta'afu, anasema taqtulu dha damin Muhammad, ukiniua. Maana anajijua kwamba yeye ni mtu gani kwa huyu mtume. Ukiniua, umeua mtu mwenye damu mikononi mwake, yani mtu ambaye ameua. Kuna watu wako nimeua wengi, nimekupigeni vita, kwa hiyo mkiniua nyinyi hamna kosa, kwa sababu mimi mwenyewe ni muuaji na nimekuueni nyinyi. Ndio maana ya taqtulu dha damin, ukiua unamuua mtu mwenye damu, muuaji aliyewahi kuua katika familia zenu au katika watu wenu, nimeua. Wa intafu, lakini pia ukinisamehe, taafu an karimin, unamsamehe mtu muungwana ambaye anaweza kukulipa ukarimu uliomfanyia. Wa in kunta turidu almala fasal minhu tu'ta ma tasha, na kama unataka hela ili uniachie, sema kiwango gani nikupe. Ni mfalme huyu. Hayo matatu haya anamwambia Muhammad. Mtume sallam akaondoka, hakumjibu kitu chochote, kambakisha mpaka kesho. Mara nyingine unajua mambo usiwe na haraka nayo, yaache yenyewe yatajiset na kujisolve. Mtume kamwacha. Ndio sifa ya mtume, ina akhlaq zake za hali ya juu.
Siku ya pili akaja tena, kamuuliza maladhi waraak, kuna nini, unasemaje? Asema mimi langu ni lile lile, in taqtul dha damin, in ta'fu an karimin, wa in kunta turidu almala fasal minhu tu'ta ma shi'ta. Yale nilokuambia jana ndo haya, usibadilishi. Mtume akaondoka. Siku ya tatu, kuna habari gani? Akamwambia maneno yale, hakubadili, alikuwa na msimamo. Mtume akasema basi, atashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, nakupa ofa, utaniamini kwamba mimi mtume na utamwamini Allah? Yule akamwambia la aqulu, wala siamini. Hivi huyu mtu alikuwa anakunywa maziwa ya bure? Huyu mtu kapewa nafasi hii, maneno mazuri, yeye ni adui na anakiri, si kwamba anasingiziwa kwamba ni muuaji. Na Waarabu wanasema al-iqraru sayyidul adilla, akishakukiri mtu tena ndio bwana wa dalili zote, usitake tena kutafuta jambo lengi, kakiri mwenyewe. Tena kapewa maziwa kutoka katika nyumba ya Mtume, watu wanatamani kwenda kula kwa Mtume, yeye ugeni huu kaupata, anaambiwa tusema la ilaha illa Allah, imekuwa kazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam basi, fuku quyudahu atliqu sarahahu, mfungueni, muachieni aende zake. Alikiri huyu kwamba ana damu mikononi mwake, amekiri, ametuua. Ugeni hapa kila siku chakula anakula, anapewa, sema tu la ilaha illa Allah, imekuwa kazi kubwa. Sasa mwacheni aende, mwacheni. Akafunguliwa, akaondoka. Yule bwana anapiga hatua za kuondoka, anatizama, naona watu wote wamekaa pahala pao, hawamfuatilii. Akaenda mbele, huko kulikuwa kuna bwawa la maji, akakoga, alafu akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanamuona huyo anarudi. Kufika kwa Mtume, akasimama mbele yake, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Muhammad rasulullah. Takbir. Nimeamini kwamba Allah ni mmoja, wewe ni mtume wake Muhammad. Kwa nini ukusema nilipokuambia pale? Nisema ningesema pale, mngesema nimeogopa upanga ndio maana nimesilimu. Lakini nilivyoondoka, nimeenda zangu kule, nikaona kweli niko huru. Kwa hiyo nimekuja kusilimu kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii tabia ya upole ndio iliyomfanya huyu bwana akaingia katika Uislamu. Sisi sijui kama tabia zetu zina encourage wasiokuwa Waislamu wakaupenda Uislamu, hususan tabia ya upole. Ni wangapi katika sisi ameshaingiza mtu katika dini kwa tabia yake, labda kuwatoa watu katika dini? Ni wangapi katika sisi ambaye jirani yake ameappreciate the way of life